Ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu hii ya Aflam Academy, kwa sasa tutaendelea na somo la hisabati darasa la 7, ambapo tutaendelea na ile mada ambayo inaitwa algebra, ambapo tutaendelea na kile kipengele kinachohusiana na kurahisisha mitajo yenye vizigeu vya sehemu. Mitajo ya vizigeu vya sehemu hurahisishwa kama zinavyorahisishwa sehemu za kawaida. Kama ilivyo katika kurahisisha mitajo yenye vizigeu vya namba nzima, mitajo inayofanana ndiyo inayokusanywa pamoja na kurahisishwa ili kupata mtajo mmoja. Tunachukulia zile namba ambazo zinafanana ndo tunahusika nazo katika kuzijumlisha au kuzigawanya, ndo zinahusika katika kurahisishwa, ndo zinakusanywa kwa pamoja. Kwa mfano hapa ukiwa umepewa labda 2 ya 3x, 1 ya 2xy, ukapewa pia 21x ya 50, ukapewa pia 3 ya 5x kipeo cha pili y. Sasa kati ya mitajo hiyo, mitajo ambayo inafanana ni ile ambayo ina herufi zinazofanana, ile ambayo ina vigeo vinavyofanana. Kwa mfano hapa mitajo ambayo inafanana ni huu hapa, 2 ya 3x unafanana na huu 21 ya 50x, kwa sababu hii na hii zote zina kigeo cha x. Lakini mitajo ambayo mfano mitajo ambayo ifanani ni huu hapa, huu wenye xy na huu wenye x kipeo cha pili y, huu nusu xy na huu hapa 3 ya 5 x kipeo cha pili y. Hii ni mitajo ambayo ifanani kwa sababu x ya hapa haina kipeo cha pili, lakini x ya hapa ina kipeo cha pili. Mfano hapa kuna swali ambalo linasema kwamba rahisisha 2 ya 3y ujumlishe 3 ya 4y. Anatuambia turahisishe. Kumbuka kwenye kurahisisha tunajumlisha zile ambazo zinafananisha vigeo. Hizo zote zina vigeo vya y, kwa hiyo zinaweza zikajumlishwa. Kwa hiyo hapa manake tutachukua hii tujumlishe na hii. Ili kuweza kujumlisha hapo manake tutafuta KDS kati ya 3 na 4 ni ngapi? Ni 12. Kuchukua 12 kugawanya kwa 3 unapata 4. 4 mara 2 ni 8. Alafu nachukua 12 unagawanya kwa 4, unapata 3. 3 mara 3y ni inakuwa ni ngapi? Itakuwa ni 9y. Kwa hiyo ukichukua hapo ukajumlisha, ukichukua 9 ukajumlisha 8 unapata 17y juu ya 12. Sasa ukirahisisha zaidi na zaidi hapa, maana yake utachukua 17 ugawanye kwa 12, ambapo utakuja upate 1/5 ya 12 y. Swali nyingine inasema kwamba rahisisha 1 ya 2a ujumlishe 2 ya 3a. Ili kuweza kurahisisha hii swali unafanya hivi. Hatua ya kwanza tutafuta KDS iliyopo kati ya 2a na 3a. KDS kati ya 2a na 3a ni 6a. Ukichukua 6a ukagawanya kwa 2a unapata 3. 3 mara 1 ni 3. Alafu unachukua 6a unagawanya kwa 3a utapata 2.
2 mara 2 ni 4. Kwa hiyo ni kujumlisha 4 hapa. Kwa hiyo utakuja iwe ngapi? Iwe 7. Ni 7 ya 6. Kwa hiyo ndio jawabu. Tunakuja mfano mwingine. Unasema kwamba rahisisha 2x ya 5 y kipeo cha pili utoe x ya y kipeo cha pili. Hapa maana yake utafuta KDS kati ya 5y kipeo cha pili na y kipeo cha pili. Hapa KDS itakuwa ni 5y kipeo cha pili. Ukichukua 5y kipeo cha pili ukigawanya kwa 5y kipeo cha pili unapata 1. 1 mara 2x ni 2x. Ukichukua 5y ukigawanya kwa 5y kipeo cha pili ukigawanya kwa y kipeo cha pili unapata 5. Unapata 5 hapo. Unapata 5. Ukichukua 5 mara x, ukichukua 5 mara x unapata 5x. Kwa hiyo ni kutoa 5x. Ukatoa hapo, ukichukua 2 ukatoa 5. Ukichukua 2 ukatoa 5 unapata yani 2x, utoe 5x. Unabakiza as 3x juu ya 5 y kipeo cha pili. Kwa hiyo hapa tunakuwa tumerahisisha. Sasa ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu hii ya Francademy, inakuomba ufanye maswali yafuatayo. Ukimaliza kuyafanya, inakuomba usahau subscribe kwenye channel yetu hii ya Francademy ili kusudi uweze kupata masomo mengine zaidi na zaidi.